tukijaliwa tarehe 28 kesho ni siku ambayo Chama cha Mapinduzi kimeagiza kwa mujibu wa kanuni na katiba yetu kwamba ni siku ambayo itakuwa kwa ajili ya uchukuaji wa fomu kwa kugombea nafasi mbalimbali ambazo kesho ni tarehe 28 siku ya Jumamosi. Kwa hiyo nikaona kwa upande sisi wa Umoja kina mama ambao kama tunavyosema sisi kina mama ndio jeshi kubwa na tuko wengi, kwa tukaamua kwamba basi tuseme chochote ili muweze kujua jinsi gani ambavyo sisi kama kina mama tulivyojipanga katika swala zima la uchukuaji wa fomu. Sisi kwa upande wetu kwa jumuiya kina mama napenda kutoa tamko leo kwamba na kuhamasisha wanawake. Tunaendelea kuhamasisha kwa sababu muda mrefu katika ziara zetu tulikuwa tunapita kuhamasisha wanawake ili waweze kuchukua fomu kugombea nafasi mbalimbali. Kuanzia nafasi za ubunge, uwakilishi, udiwani. Si kwa viti maalum tu, hata na zaidi tunaelekea katika jimbo kwamba wanawake wajitokeze kuchukua nafasi katika majimbo. Na hili sio matakwa yetu tu lakini ni takwa la utekelezaji wa ilani ambayo katika ukurasa 266 naona 266 267 imeeleza wazi kwamba tunataka sasa kuweko na uwakilishi wa wanawake kwa 50% katika vyombo vya kutunga sheria. Na ndio maana sasa tukasema kwamba sisi Umoja kina mama tuhamasishe wanawake ili waende kuchukua fomu wagombee katika majimbo bila ya kuwa na hofu. Na kama mtajua kwamba mara hii kwa mara ya kwanza katika Tanzania tuna tendo la kihistoria kwamba kwa mara ya kwanza tutaweka rais mwanamke madarakani kwa kupigiwa kura. Kwa hiyo sisi wanawake tuna hamasa kubwa kuhakikisha kwamba rais huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamke mwenzetu, lakini pia na Rais Mwinyi, kwamba hao sasa sisi ndio wagombea wetu ambao tunahitaji kwamba tuweze kuwapa sapoti kubwa, na sapoti kubwa ni kuhakikisha kwamba wanawake wanajitokeza kwa wingi kwenda kuchukua fomu bila ya kuwa na hofu. Na kwa sababu tunaamini kwamba tunakoelekea sasa hivi tunaelekea katika ile kufanikisha sasa azma na lengo la Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba wanaingiza wanawake kwa 50% katika vyombo vyote vya kutunga sheria. Kwa hiyo hilo ndio nia na madhumuni ya kukuteni hapa ili nchi iweze kujua, lakini mataifa yaweze kujua kwamba sisi Tanzania tuna safari ya kuelekea sasa ya uwakilishi wa 50% katika vyombo vya kutunga sheria.